Sayansi ni tamu sana. Sayansi imejibu maswali mengi sana. So, ili uweza kujua sayansi imejibu maswali gani na maswali gani matamu yaliyojibu kwa kutumia scientific facts, subscribe my channel, bonyeza iko kitufe kilichoandikwa subscribe, then bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata update pale ninapokuwekea. Sasa leo nakuja na hii nondo, ambayo hii nondo itafuatiwa na nondo nyingine ambayo nakuletea. So nilikuwa najaribu kujiuliza, kwa nini baadhi ya watu wanafanya maamuzi magumu sana pindi wanapopatwa na maumivu ya kihisia? Yaani wameachwa, wameachika, wamedharauliwa mbele za watu. Kwa nini hawa watu wanafanya maamuzi magumu? Vitu gani vinapelekea hawa watu waweze kufanya haya maamuzi? Ni nini haswa? Ni nini? Mbona watu wanafanya maamuzi ambayo hata jamii inashangaa? Nikawa najiuliza ni kwa nini? Nikaingia kwenye science. Sasa science imeeleza jambo hili vizuri sana na kwa undani na kwa aina yake, ambayo hata wewe mwenyewe leo nikikwambia unaweza ukaagree with me. Sasa twende pamoja. According to science, science inatuambia kwamba kuna vitu vitatu ambavyo vinaendesha furaha ya mtu. Yaani furaha ya mtu inakuwa controlled na vitu vitatu. Vitu hivi vitatu, cha kwanza ni dopamine. Dopamine hii ni kemikali au homoni ambayo inazalishwa katika ubongo na huwa katika kiwango kikubwa sana wakati ule wa furaha. Yaani unapozidi kuwa na furaha, unapokuwa katika happy condition, hii dopamine inakuwa inazalishwa kwa wingi zaidi. Kwa hiyo inakuwa kwa wingi kwenye ubongo hii dopamine. Lakini kitu cha pili ni cortisol hormone. Cortisol hormone ni stress hormone ambayo inakuwa katika kiwango kidogo sana mtu anapokuwa katika state of happy. Unapokuwa na furaha, mtu ile hormone ya cortisol inakuwa katika kiwango kidogo sana. Lakini kitu cha tatu ni oxytocin hormone. Oxytocin hormone hii ni love hormone ambayo inapatikana katika kiwango kikubwa sana wakati ule mtu anakuwa na furaha. Sasa kitu gani kinatokea mpaka mtu anapokuja kupata maumivu ya kihisia anafanya maamuzi ambayo hata jamii inashangaa? Kwa nini baadhi ya watu wanafanya haya maamuzi? Ni kwa sababu kuna mifumo miwili ambayo nilikwisha iongelea ndio inafanya maamuzi kwa kutumia hivi vitu vitatu. Sasa mifumo hii miwili ni ipi? Mfumo wa kwanza nilizungumzia as prefrontal cortex, ambao unafanya maamuzi kwa kutumia akili. Na mfumo wa pili ni limbic system, ambao unafanya maamuzi kwa kutumia hisia zaidi. So let us go on. Science is very interesting. Sasa kitu gani kinatokea sasa? Sasa unapopatwa na maumivu ya kihisia, upande wa limbic system unakuwa na nguvu zaidi ukilinganisha na upande wa prefrontal cortex. Kwa nini? Kwa sababu unapopatwa maumivu ya kihisia, dopamine level kwenye ubongo inapungua. Dopamine level kwenye ubongo ikipungua, cortisol hormone level ina increase, ambayo ni stress hormone kama nilivyozungumza hapo awali. Kwa hiyo increase of cortisol hormone inaenda kublock the release of oxytocin hormone ambayo ni love hormone. Kwa hiyo kiwango cha dopamine kwenye ubongo kimepungua, kwa hiyo ubongo unakuwa una struggle uweze kurudi katika normal condition. Kwa hiyo unapokuwa ubongo una struggle kurudi katika normal condition, ndipo upande wa prefrontal cortex unapunguziwa nguvu au unakosa nguvu, kwa sababu ubongo haujatulia kuweza kufanya maamuzi kiakili zaidi. Ila ule upande unafanya maamuzi kwa kutumia hisia zaidi, ambayo ni limbic system, unakuwa na nguvu zaidi ukilinganisha na upande unatumia akili katika kufanya maamuzi. Kwa hiyo nini kinatokea? Ndio unakuta baadhi ya watu wanafanya maamuzi kwa kutumia hisia zaidi. Unakuta mtu anajirusha kutoka ghorofa ya 7 mpaka ghorofa ya kwanza, au kutoka ghorofa ya 7 mpaka chini, au ghorofa ya 3 mpaka chini. Kwa sababu gani? Kwa sababu ameachwa, amedharauliwa, ametukanwa. Maumivu, aina yoyote ya maumivu ya kihisia ambayo yanapelekea mtu kufanya maamuzi magumu yanasababishwa na upande wa limbic system. Kwa hiyo limbic system ndio huwa unafanya maamuzi pale mtu anapopatwa na maumivu ya kihisia. Sasa unaweza ukajiuliza, muda mwingine, kuna muda nilikuwa najiuliza kwamba watu ni dhaifu sana, lakini hichi kitu kinaweza kuwa controlled.
kinakuwa controlled kwa namna gani? Ni kuto kufanya maamuzi mapema unapopatwa na maumivu ya kihisia. Usifanye maamuzi mapema ya aina yoyote. Tulia ili ubongo wako utulie na ule upande wa prefrontal cortex ugain energy ili uweze kufanya maamuzi kwa kutumia akili zaidi kuliko kwa kutumia hisia. Kwa hiyo ukiweza kuruhusu upande wa prefrontal cortex uweze kugain energy na ufanye maamuzi, sure maamuzi yako yatakuwa maamuzi sahihi sana, na kila mtu atashangaa kwa nini umefanya maamuzi yale. Kwa sababu utafanya maamuzi kwa kutumia akili zaidi. So I want to see you are growing up on scientific fact. Usahau kusubscribe my channel na kuletea bonge la nondo ambayo nakusukia, ambayo nitakuja kuleta to the next day. So usahau kusubscribe kwa sababu vitu vizuri vinakuja, vitu vitamu kabisa. Nimekuandalia bonge la fact za kisayansi ambazo hizi fact ni vyema ukiishi nazo kwenye maisha. Thank you very much.